Bwana, umeshawahi kujiuliza kutengeneza passport katika program ya Adobe Photoshop inakuwaje? Ni rahisi sana. Cha kufanya, njoo hapa katika Adobe Photoshop. Kama unavyoona, mimi nitatumia hii picha kwa ajili ya kutengeneza hiyo passport. Nitakuja upande wa hapa juu, hapa katika hii icon yetu hii ambayo ndo ni crop tool. Kama unavyoiona imeonekana hapa. Then nitakuja hii sehemu ya hapa juu. Sehemu ya hapa juu nitachagua sehemu hii ya hapa. Nikisha chagua hapa nitaandika 3.5. Alafu hapa nitakuja nitaandika 4.5 kama unavyoona. Baada ya hapo nini kinachofuata? Nitashika hii sehemu ya crop tool, nitasogeza kama hivi, then nitaendelea kufiksi katika eneo ambalo nahitaji passport yangu iishie, kwa sababu ni passport iishie size ya mabega kama unavyoona. Baada ya hapo nitaweka kama hivyo, then nitabonyeza okay. Nini kinachofuata? Kinachofuata nitakuja hapa kwenye hii hapa selection tool, nitatumia quick selection tool, then nitakuja nitabonyeza hapa select subject. Nitasubiri kidogo, itafanya kugenerate yenyewe hapa, itafanya kugenerate yenyewe. Nitaselect object kama hivyo. Baada ya hapo nini kinachofuata? Nitabonyeza Control Shift I kwa maana ya kwamba ya kuinvert. Baada ya kuinvert itakuja sehemu ya hapa ambapo naweza nika add new adjustment layer. Nitakuja sehemu imeandikwa solid colors hapa, solid color. Nita apply rangi kama hivyo. Ninaweza nikachagua rangi ya blue kwa maana hii, naweza nikaja nikachagua rangi ya blue kama hivyo, au unaweza usinielewe, narudia. Naweza nikaja hapa solid color, then nikaja itaonekana hii panel hapa. Nitakuja nitasogeza hapa hii alama mpaka sehemu ya blue, then nita apply rangi ya blue kama hivyo. Baada ya kufanya hivyo nita Control Shift E kwa maana ya kwamba nitafanya kitu kinaitwa flatten image, au kwa maana nyingine unaweza ukaja uka right click, utabonyeza hii hapa, hii layer au hii yoyote unayoona wewe ni sahihi. Utakuja sehemu, utatafuta sehemu imeandikwa flatten image, utaiona hapa, then zitaungana kwa pamoja kama hivyo. Baada ya kufanya hivyo utakuja hapa, utaenda new layer, alafu utakuja sehemu ya printing hapa. Hapa unaweza usipate setting, utarudi hapa sehemu ya photo, then utakuja, mimi nataka nichukue labda hii 6x4 kwa maana ya kwamba 64 hiyo nitachukua kama hivyo. Nitakuja nitachukua passport yangu kama hii hapa unavyoiona. Nita unlock hii layer kwa kuibonyeza, then nitaibeba picha yangu hivi mdogo mdogo, nitaisogeza hapa juu, nitaishusha hapa taratibu. Au kwa maana nyingine unaweza ukaja hapa uka Control C, ukaja huku uka Control V kwa kupaste, utaona kama hivyo imetokea. Kwa hiyo baada ya hapo nitaisogeza kwa kuifix iwe ndogo kiasi cha kutoshea katika hichi kibox hapa. Nataka zikae angalau ziwe kuanzia 6 au 8. Hebu ngoja tujaribu ziwe 6. Unaweza kaona hapa, nitachukua hii nitaweka hivyo. Nitafanyaje? Naweza nikaduplicate hii zikawa mara mbili kwa kushika hapa, ninashusha katika hii alama ya jumlisha kwa hapa, au ninaweza nika Control J. Niki Control J pia inaweza ikajigawanya, nikashika nikaishusha. Nikaja hapa nikabonyeza hii, nikabonyeza shift, nikaselect na ya pili. Then nikitaka kuduplicate tena naweza nikatumia shortcut ili kuokoa muda. Utabonyeza alt na left click, utavuta upande wa kulia. Utaenda hivyo hivyo, kwa sababu zimekuwa 4 utaselect kwa pamoja. Unaweza
ukaja ukashika huku pembeni ukafanya hivi, au ukatumia ule mfumo, utabonyeza moja, utaenda ya pili, utabonyeza shift, then click ya pili, ya tatu na ya nne, alafu alt utavuta upande mwingine wa kulia tena. Unaona zimeshakuwa 8. Haya, baada ya hapo unaweza ukaziweka sawa kama hivyo. Utabonyeza Control Shift E kama nilivyokuambia, tunafanya flatten image. Baada ya hapo utasave, utaenda save, utakuja hapa, utaenda file, utakuja hapa save as, utakuja sehemu ya hapa, utachagua sasa on your computer. Usije ukaenda sehemu nyingine. Unaweza kaandika hapa juu title labda pass au passport, kivyo tutakavyoona wewe. Mimi nitabonyeza hapa, itaniletea huu mfumo hivi, lakini mimi nitachagua hapa save on your computer. Baada ya hapo nitasema iende labda wapi, desktop. Nitabonyeza, au ngoja niweke sehemu ya document hapa, nitasema document. Nitapiga okay. Itajisave as JPG kwa maana ya image ya kawaida. Baada ya hapo nini kinachofuata? Naweza nikaja hapa nikaiangalia, je, hiyo kazi yangu imeshakuwa passport tayari. Haya, hiyo hapo. Imebaki tu kuprint sasa. Asante sana kwa kunisikiliza. Ukitaka kujua zaidi au ukitaka kuelewa zaidi ni kwa jinsi gani unaweza ukafanya hivi, unaweza ukajiunga na group letu la WhatsApp ambalo nimeweka linki hapo katika sehemu ya description, ili kusudi uweze kujiunga na utakuwa unapata tips na tricks mbalimbali zinazotumika katika kuhakikisha kwamba unaweza ukaelewa mafunzo ya digital skills au mafunzo mengine yanayohusiana na mambo mazima kama hivi. Asante sana, wakati mwingine.